Kwa katika wakati ule niko kwanza pale nyumbani niliugua majipu, yani nikapata majipu kwenye maziwa. Kwa ule mtoto wangu sikuweza kumnyonyesha, tuseme alinyonya kama wiki moja. Nilipata majipu konga simnyonyeshi. Kwa hiyo nilivorudi pale kwa Hamisi hiyo siku nahisi alikuwa amechelewa kurudi. Kabidi nikae kwa jirani. Maana Mungu ameniambia hapa hakuna kurudi. Itabidi ukae kwa jirani, akija utafunguliwa mlango. Kakaa kwa jirani. Nikaa pale kwa jirani, kafika saa 2 kaenda kumgongea, alikataa kunifungulia. Mtoto sasa ikabidi aanze kulia. Basi nimekwambia pale ni baa, akatokea mtu mmoja huko, wewe dada vipi? Mbona mtoto analia? Nikamwambia na mgongea kaka huko ndani, anifungulie. Kumbe ule anayenisemesha pale tena kumbe wana undugu. Na Hamisi sijai kumuona wala simjui. Ikabidi sasa wagonge, sasa mwanaume akabidi kutumia sasa nguvu. Fungua mwanamke, kutana mtoto wa kiume aisee, mfungulie. Ndio nikafunguliwa mlango. Akasema kwa sasa hivi usiku mwezi kuyaongea, acha muongeni kesho asubuhi. Akakuja kesho asubuhi. Akaambia umekuja mimi sina hela sijui na nini. Kabidi sasa amueleze dadake. Dadake sijui alikuwa anakaa wapi huko Kilombero, sijaita kumuona. Ndio kabidi sasa dadake na yeye haje anione kwamba kakake ana mke na mtoto. Kwa hiyo kabidi sasa yule dadake ndo ananileteaga chochote kitu. Kwani Hamisi kipindi hicho alikuwa hana kazi tena Yosef? Sasa uwezi jua, lakini ndo mtu ameshakwambia sina. Lakini unajua ile mtu hataki. Kwa sababu mtoto hanyonyi. Kwa hiyo inatugharimu kuchukua nini? Maziwa. Na mtoto kule anatusumbua. Haya, siku moja sasa baada mtoto amefikisha miezi 3. Mara kwetu nilikaa mwezi na pale nikakaa mwezi. Sasa ndo naenda kuchoma sindano ya 3. Na inabidi niende Kaloleni. Ule rafiki yangu ule ambao ndo shogangu ambao tupo naye klasiko. Akaja kwangu asubuhi. Akaniambia nimekuja kuangalia ile movie ya jana kumalizia. Nikamwambia sawa, na mimi natoka sasa hivi, bandika basi ya maharage hapa tukija tupike. Na mimi nikamwambia kwa sasa mimi naendaje? Yaani kutoka hapo SK ndio mpaka pale Lami Mount Meru. Kwa kwamba naendaje, yani kliniki mimi nataka anipe hela usafiri. Kwa kwamba ni boda au ni ice naenda kupanda au vipi? Yeye akaniambia mimi sina hela. Basi ngabidi nifunge mtoto wangu mbele hapa hivi kadogo, nikafunga, nikamwandalia vyakula vyake, nikaondoka, nikawaacha wakiwa wawili na ule dada. Nimefika pale Lami, nikakumbuka nimesahau kadi ya mtoto. Nimesahau kadi ya mtoto. Kwa kwamba mimi sina hela, mama wangu alishaniambia itumie kwa siri. Kwa kwamba wanaume kale ka 20 alinipa 20. Kwa hiyo nasema nikifika pale napanda toyo mpaka Kaloleni. Nikakumbuka nimesahau kadi ya mtoto. Nikarudi. Kwa sikupanda toyo. Nilivorudi, ule rafiki yangu nilikuwa nimemwacha, kumbe alikuwa anatembeaga na yule bwana. Nilijua tu ile nilivorudi. Walikuwa wanatembea toka siku nyingi hujui. Mimi sijuaje. Yaani ni rafiki yangu, tunapiga stories za kila aina. Ndio mwana uliniambia mlikuwa kila shida yako yake. Yaani mimi nimemkuta, yani mimi nikiwa naenda sasa kwa ule kaka ndo nimwakuta, yani ndo rafiki yake. Yani wakati akakuunganisha na wewe ukawa rafiki yake. Ndo shoga yangu. Uliwakuta kitandani? Kwa sasa ile kwangu ukiingia kwa mfano mlango nikakuta, yani si vile vile mlango nilivyoacha wazi. Na maharage yangu nimeacha pale. Yani ukisema unaingia ndani, kitanda ndo kinakuwa kinakuangalia. Yani ukiingia kwa kwamba wewe ndo unawaona hata ukiwa bado uko nje, maana sio chumba kikubwa sana. Yaani hata sijaingia nipanzia kwa kwamba lipo wazi kidogo. Nilichokikuta kinachoendelea sikutarajia. Maana nilichoka. Usiniambie ulikuta unafanya mapenzi. Yaani ule dada yupo uchi wa mnyama. Yuko yani mume wangu ndo yuko chini, ndo yupo juu yake. Kwa kwamba mimi naona, kwa kwamba wao walijua huyu falani anavoenda, huyu kurudi hapa ni mpaka saa 7. Kwa hiyo ndo maana sijampa nauli. Kwa kwamba ni mpaka arudi hapa nitakuwa ni saa kwamba utembea mguu na ndo maana hakunipa nini? Na si unajua nilivyoingia pale sio kwamba alitaka. Nililazimishiwa bana ule mtu, ule aliyemgongea mlango. Ndio. Kipindi kile nakumbuka. Kwa hiyo nilikaa kama wiki 2 ndo nikaenda kliniki. Wiki 2 au 3 ndo nikaenda. Kwa maana yule michezo na yule shoga yako ni michezo yao. Ni kitu ambacho kinaendelea na kule nyumbani nilishaambiwa. Ulikuwa ujui tu. Kwa mimi nasema mimi sijui, nafuu sikuamini. Unajua mimi kwa sipendaga ile kitu kuambiwa. Alafu namuona yule rafiki yako sana. Nafuu na yeye ndo anayemchakisha vipi? Asani vipi? Mbona mimi sijai kuona chochote kama hicho? Sio kwamba nisiwasilianaje na yule dada.
Kwa sasa mimi nimekuja hivi na haraka zangu ili nifanyaje? Niingie na nichukue kadi. Mimi nikaingia. Sana nilichokutana nacho. Movie. Sinema. Hata maharage yenyewe hajabandikwa. Ulivyoondoka yako pale pale. Yako pale nilimwambia wewe bandika maharage tukija zetu tunapika wali maharage. Nilishindwa kuvumilia ile hali. Kwa kumbe wewe ndio unakuwa rafiki yangu ndio unataka kunishauri. Kumbe wewe ndio ninayeambiwaga. Nikarudi nyuma. Kwa nyuma hivi kutokea barabarani kuna bucha liko pale. Unakuaga kuna bucha. Sasa ule jamaa naye akujua. Kwa mimi nikamrudisha mtoto wangu tu huko nyuma mgongoni. Yaani sikuwaza mimi kitakachoenda kutokea wala nini. Fika pale tu ule nikaongea naye nikamwambia vipi? Nikachukua kisu. Kwa naye hakuwaza huyu anaenda kufanya nini. Nimechukua kisu. Anajua huyu si mzazi labda. Yaani hivyo mimi nikachukua. Kwa ile navorudi nakuta ile dada anaenda kajiachia sasa kashashuka. Kalala hivi kajiachia. Jamani, si walikuona? Ulivyochungulia au hawakukuona? Hawakuniona maana yeye alikuwa yuko chini, yaani wanatazamana. Kwa hiyo kwa kule hawaoni. Yaani wao ndo wamenipa mgongo. Kwa hiyo mimi tayari nishaona kila kitu. Kapiga hapo mahesabu hapa nimenyimwa nauli. Kumbe wewe ndo unayekulaga pesa mimi vituko vote yani. Kwa nini ulifikiria kwenda kuchukua kisu? Asila zilikuja. Sijui. Yaani wewe mwenyewe huwa uelewi. Ilitokea tu automatic. Nikamrudisha mtoto huko mgongoni japo ni mdogo hivyo vote tu hivyo sawa. Kuile narudi ndani, mimi nikajua nitakuta huko kwenye ile situation. Nikakuta ile dada ndo amemaliza ndo amejilaza hivi kajiachia. Kwa kwamba na wao kutarajia kama kuna mtu anaweza akaja. Kwa mimi nilivyoingia nimeingia kwa kasi nikapiga hatua nikampiga ile dada visu vya sehemu ya siri. Alikuwa yeye amelala hivi. Kalala nimekwambia ni kitanda kichwani ndo kule. Ukiingia unawaona. Mimi kwa kwamba mimi nikiingia nawaona. Kwa hiyo mwanaume yuko hapo pembeni naye ndo kalala nikashashuka. Mtoto yuko mgongoni. Mtoto wangu yuko mgongoni. Ile hasira ni kuingia. Kwa hiyo unajua asingeza kukurupuka kwa haraka. Kwa nini ulilenga sehemu za siri? Alikuwa ndo jirani zaidi. Nilitegemea labda ungempiga usoni, umpige hapa. Kwa nini sehemu za siri? Unaona maana ni mrefu. Yeye mrefu kwa hiyo kaona hizi hapa. Ndo yuko karibu. Vitu vingapi? Nilimpiga visu 3. Amechanika sehemu za siri? Mimi sikujua alichanika lakini nilimpiga. Anaingiza cha kwanza, cha pili, cha tatu. Anapiga kelele, anafanyaje? Sijui na yeye alishindwa cha kufanya. Mume na yeye amebaki sana yeye ananishangaa. Na ile ananishangaa nikapitisha cha hapa. Na yuko chapa cha mkono. Afu nikaondoka. Hamna damu zinatoka humo ndani? Damu zinatoka. Na mtoto na yeye analia ni ile ni mpaka ile watu sasa ndo wanakuja kushangaa ni nini ni ugomvi wa hatari na sana mume na yeye anataka kunipiga lakini na mimi. Yaani sasa ndo kama amepata akili. Yule dada sana yeye ndo anakurupuka haizi toka nje. Kwa akili zangu mimi nikaamua kuondoka nikaenda mpaka pale Central. Mimi nilivyokuwa nikikaa na watu nasikia ukimfanyia mtu kitu wewe unatakiwa uwai kabla ile kujami. Mimi nikaondoka. Ukajiwahi? Nikafika pale hapo Central. Nikasema kuna mtu nimemuumiza kwa mimi ndo nimefika. Wakaniangalia mbona waza kama una mtoto? Hapa dogo kuna mtu nimemuumiza sasa ndo nimefika. Mimi ndo nimefika. Wakaniambia buka pale kwanza. Wakachukua ile silaha nilokuwa nayo. Sisi unatembea nacho mama? Nilienda nacho maana nilikificha. Mimi nilijua ni ukimuumiza mtu lazima uende na ulicho muumiza nacho. I love this. Jia alimpiga mtu kisu, of course alipiga watu wawili visu. Mke na mume aliwafumania. Lakini akili yake alikuwa anaamini kile kisu ndio uende nacho polisi. Kwa hiyo kafika nacho pale. Nikafika nacho pale. Akatokea huyo ndo mkaka sijui ndo askari mwenyewe. Nikamuuliza nikamwambia unajua umeumiza mtu? Nikamwambia kaa pale ndani. Nikakaa pale. Kapo. Nifika saa 12 dad. Akatokea mtu mwingine. Sasa unajua ule mtu hajafika. Kwa hiyo tu haina haja unabidi ufanyaje? Uondoke. Aliyepigwa hajafika. Nimekuelewa. Hajafika. Kwa hiyo ule bahati mbaya ule kaka na yeye akaa kumbe ameshamueleza mama yake. Kumbe bwana kuna 1 2 5. Kwa mimi nataka mwanamke nifanyaje? Nimnyang'anye mtoto. Kwa kwamba nilivyofika mimi niliondoka pale nikabidi niende nyumbani moja kwa moja. Umesikia? Nakuelewa. Nikaenda nyumbani kwetu moja kwa moja kwa mama. Nikarudi tena. Lakini sasa sina pa kwenda tena. Naelewa. Nikabidi sasa nirudi nyumbani. Mamake na ule kijana
wakawa wamenitafuta. Sasa kwa lengo lao wakawa wamekuja ili waninyang'anye nini? Mimi nikawaelekeza nyumbani mahali nilipo. Ulipata taarifa wale watu walishona nyuzi ngapi uliowachama mavisa? Sikufuatiliwa wala nini. Mimi nikaja kusikia tu kwamba Mama Suma hakwendaga hospitalini. Hakwenda. Aliogopa. Sasa ni Mama Sai kuona hisi labda sijui alitibiwaje. Kwa hiyo mama mkwe sasa ndo akataka kunitafuta, akanitafuta pamoja na kijana wake. Tunataka tuje huko. Sijui ndo urudi. Yaani yeye lengo la mama yake ni kuchukua mtoto. Basi. Si anyonyi. Kwa hiyo alimuuliza hata mtoto wenyewe afanyaje? Anyonyi. Na lengo la mwanaume mimi nirudi. Mwanaume kumbe lengo lake urudi. Lengo lake ni rudi ili aweze kumchukua mtoto kwa urahisi. Ndio. Kwa hiyo alivyorudi wakabidi mama yangu naye akaite wazee. Kwa kwamba ni umekaa na mtoto wa mtu leo unataka unamchukua. Yaani lengo sikuelewa alikuwa na malengo gani. Target ni nini? Target na mamangu pia yeye alitaka nirudi kwa yule mwanaume. Walipokuja basi tukaenda kuita wajomba nini na nini fulani wewe kumbe ulipokuwa umezaa ulikuwa unaishi na mwanaume nini, nikajieleza. Yale mimi niloongea hayakusikilizwa. Neno nilosikilizwa ni la ule mwanaume. Mwanaume alisema huyu mwanamke hajawahi kunitandikia kitanda kama miezi 3.